Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji. Mdoto Media Pro tuko mahali hapa leo TAG Jehovah Jireh. Tupo na watumishi wa Mungu ambao wametuandalia ibada ambayo itakafanyika siku ya Ijumaa, na tuko nao mahali hapa, tuna interview kidogo na ninaomba tukapate kuwasikia. Lakini kabla hatujaendelea, naomba upate kunifahamu kwa majina. Naitwa Einoti Lomayane Nguyaine, ni host wako wa siku ya leo. Moja kwa moja naomba tupate kuwafahamu watumishi wa Mungu hao kwa majina na kwa nafasi zao katika maandalizi ya ibada hii. Karibu mtumishi wa Mungu. Naitwa Rene Peter, ni mwenyekiti wa maandalizi ya ibada ya Fill Me Up Season 8. Kwa jina langu naitwa Margaret Justin, ni mwalimu wa maandalizi ya ibada ya Fill Me Up Season 8. Yesu asifiwe. Kwa neema ya Mungu ni mwenyekiti wa Adoration Praise Team 2025-2026. Asante sana ndugu mtazamaji, hawa ndio ambao tutakuwa nao mahali hapa na wataenda kutueleza kuhusiana na ibada ambao wameandaa. Tunatamani, mimi pamoja na mtazamaji tunatamani kujua ni msukumo upi ama ni kitu gani ambacho kimewafanya nyinyi muweze kuona kwamba kuna umuhimu ama kuandaa ibada hii. Ibada ya Fill Me Up Season 8 kwa asili ilianza mwaka 2019 kama msimu wa kwanza, na msukumo wa ibada hizi ni ujazo wa Roho Mtakatifu, kiu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Na sasa hivi tuko season ya 8, kwa maana ya msimu wa 8. Tuko na msimu wa kwanza 2019, 2020 tuko na msimu wa pili, na tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa na msimu wa 8 mwaka huu. Tunaona maandalizi yanaendelea vizuri, lakini tunatamani kujua matarajio yenu ama lengo lenu kubwa kwa wale watu ambao watahudhuria kwenye hii ibada siku ya Ijumaa na wale ambao watakuwa wanawafuatilia. Mnatarajia waondoke na kitu gani mioyoni mwao? Okay, matarajio ya ibada ni mengi, na siku zote Mungu huwa haandai makusanyiko ya namna hii bure. Tunatarajia watu kufunguliwa, tunatarajia watu kujazwa Roho, tunatarajia watu wengi kuja kwa Yesu. Tumeona theme ya ibada yenu inaitwa Fill Me Up. Okay. Kwa nini mliona, kwa nini mmeona kuita jina hilo Fill Me Up? Dhumuni kubwa la ibada hizi ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunavyosema kwamba Fill Me Up ni kwamba tunamwambia Roho atujaze. Hiyo ndo maana halisi ya ibada hii. Okay, ndugu mtazamaji, wametueleza vizuri kwamba theme ya ibada hii ni Fill Me Up. Mimi nategemea kwamba siku hiyo utakuja ili tuweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Lakini watumishi wa Mungu, najua katika maandalizi haya tunakutana na changamoto mbalimbali, kwa sababu katika mchakato wote changamoto zipo. Nyinyi kama nyinyi mnawezaje kutatua hizo changamoto, na mnafanyaje ili kuhakikisha timu kama timu inabaki na umoja na ushirikiano ule wa kiroho? Kwenye maandalizi ya ibada kunakuwa na changamoto mbalimbali. Kuna changamoto za kimaandalizi kama vile za kifedha, kuna changamoto za mahali pa kufanyia maandalizi ya ibada, ukizingatia kwamba wanaoandaa ibada hii ni wanafunzi. Kwa mfano kama kwenye mazingira ya chuoni, kuna muda tunahitaji extend muda kwa ajili ya maandalizi ya ibada, na chuoni unakuta labda muda ni limited sana. Kwa hiyo changamoto inakuwepo kwenye kupata venue ya maandalizi ya ibada. Ukifuatilia makanisa mengi wanakuwa na ratiba zao binafsi za kanisa zinaendelea. Hiyo ni moja ya changamoto ambayo imejitokeza wakati tunamwandalia Mungu hii ibada. Lakini pia changamoto za kifedha. Asilimia kubwa ni wote ni wanafunzi wanaandaa ibada hii. Kwa hiyo kuna umbali wanaweza kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini kuna umbali ambao wanakuwa wanahitaji support kutoka kwa watu wengine nje. Kwa hiyo organization ya kupata support kutoka kwa watu wengine inaweza ikawa changamoto, lakini tunamshukuru Mungu, amekuwa mwaminifu na ametusaidia hata sasa hivi tumeweza kufika hapa. Lakini namna nyingine ambayo tuna handle changamoto zetu ni kwa kujifunza. Tunajifunza neno la Mungu pamoja, tunaomba pamoja. Hiyo ni kwa kusolve changamoto zetu za ndani ya timu. Tunatamani watu wasikie ni neno gani la mwisho ambalo unawaambia watu ambao watakuja siku hiyo, na wale ambao wanasita kufika katika ibada siku hiyo, ama yule ambaye bado hajaconfirm kabisa kwamba atakuja siku hiyo. Una neno gani la mwisho la kuambia? Sawa, nina washauri wafike kwenye ibada, kwa sababu
Mungu akitaka kufanya jambo kwenye maisha ya mtu, huwa anaandaa jukwaa, anaandaa tukio ili akufanyie jambo kwenye maisha yako. Ibada hii Mungu ameiandaa kama jukwaa, na Mungu anataka kufanya mambo kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo ninawakaribisha wafike kwenye ibada. Hamna hata mahali ambapo Mungu anawakusanya watu kwa hasara. Kwa kuna faida ambayo wataipata ya rohoni, na maisha yao ya mwilini pia yatapokea badiliko. Kama mwalimu tumejiandaa vizuri, tumekuwa tukimuomba Mungu, tumekuwa tukijifunza, na tuko tayari kumfanyia Mungu ibada pamoja na watu wengine. Kwa wale ambao bado wanasita, wanajiuliza namna gani, niwashauri sana siku ya Ijumaa waweze kufika mahali hapa tumfanyie Mungu ibada, na nina uhakika kuwa Mungu yuko tayari kuhudumia. Wasisite kabisa, wakaribie, na kuna jambo ambalo Mungu atafanya kwenye maisha yao. Asante sana. Ndugu mtazamaji, ulikuwa nasi, tulikuwepo mahali hapa. Tunawashukuru wote ambao wamekuwa pamoja nasi mahali hapa. Tunashukuru viongozi, tunashukuru timu, lakini pia tunakushukuru pia ndugu mtazamaji na msikilizaji. Cha msingi tu tunakuomba usiache kusubscribe channel yetu ya Mbeto Media Pro. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Ulikuwa nami Einoti, host wa siku ya leo. Tunawashukuru, tukutane tena wakati